Hello guys, Saseni. I hope mko poa. Naona nowadays nimeanza kuglow. Tuko na hapa Nyakwarja Chien. Ni jina yake, acha introduce vizuri. Nyakwarja Chien tena? Yes, alichange. Sawa, kama kawaida Malaika Mawendo aka Kotoka Pesa Nyakwarja Chien. Good. Like to and pleasure to meet you guys. Jaberi, introduce na kwa Nyakwarja. Unazoa, wacha nikwambie nimeshangaa na my co-host. Leo ni Nyakwarja Chien. Ujele na hiyo? Wewe sawa basi. Sisi tutajiita mtoto wa Mungu. Nyathinya sai. Mimi ni Nyakopolo. Mimi Nyathinya sai, mtoto wa Mungu. Okay, kama mimi ni your girl Valerie Akinyi and nawapenda sana. Please make sure umetusupport kwa Hera Podcast, enda tu pale kwa YouTube. Na tutashukuru sana na all in all, pray for us. Tunataka 2026 at least tufike mahali. Tunawapenda sana. Our viewers, our supporters, God bless you so much. So, Valerie, yes. How was your week? My week was iko tu sawa. Unajua tuko kwa Christmas mood. So sahi hakuna painful something. Sahi kitu yenye iko tu ni kusherehekea, kucelebrate. Alafu kitu yenye sijawaambia, it's my month birthday. Oh, wow! My month birthday. Na tuko na Kotoka Pesa. What a coincidence. Na familia lazima ieleweke. After this, mtafute nyuma ya tent. Lazima. Yeah. Now make sure 31st ni my birthday. 31st. 31st ni birthday yako? Ni birthday yangu. Okay. 31st ni lini kwanza? Itakuwa Wednesday. Itakuwa Wednesday. Yes. Una plan Nikata planiwa kupeleka. Oh my God. Who is God? Me and your in case of anything, let me know. Sawa. Nyakwarja Chien. Okay, my week was quite fantastic. I never expected any negative incident, and that's how it was. And what I know, with the Christmas festive, majority have been disappointed, and if anything you are disappointed in one way or the other, that is not the end of the road. Yeah. That's not disappointment. Some people expected gifts and never received. That is a disappointment. Does not mean that your man or your lady doesn't want you. Ni vile tu watu ukosa. So na kila siku si Jumapili. Akikosa 25th, expect kitu kubwa fast. Akikosa jua amepea mtu mwingine. Exactly. Mtu mwingine. Hiyo nilikuwa kwa as a girlfriend naambianga as a girlfriend. Kama mtu wako haja kusurprise fast jua amepea mtu mwingine. No. Let us not rush into judgment and making quick decisions. That if I failed on 25th, you have given my competitive. I failed on first. I want to tell you. And this one is a free advice to those who are dating married men. Don't expect much. Yeah. Because these guys hata sasa hivi vile tunaongea akili zao haiko kwa Christmas. Akili zao ziko kwa opening of the school. Books zinahitajika, uniform. So if you are dating a married man, expect 10% of maybe what you wanted. Yeah, and that's the reality. Akunanga wenye wana date married men wenye wana pesa. Na kunanga married men wenye wanakuanga na side chick na wana pesa. Wenye walikuwa na date married men walishatumiwa 100k. Wakaambiwa my baby girl, usinisumbue na simu, I'll be busy nikirudi. Sasa wenye wana date wanaume wa wenyewe walishatengenezwa, walishapewa pesa. Oh, okay. Hata mimi nashangaa unadetaje a married man lakini haezi provide. Hiyo ni kama unaharibia mtu ndoa yake. Kama unafanya dhambi, fanya dhambi. Kama una date married man na ana date, achana nayo. Sasa nasikia viongozi wakiongea hapa. Wanasema kama ni dhambi, fanya dhambi to an extent yenye hata shetani akiona hiyo dhambi yako anasema mimi ndio mwenye dhambi lakini hii ni kubwa kushinda yetu.
Sasa hii Christmas fanya dhambi zako zote, wachane nazo. Ikifika 2026 majamaa, yeah, development sasa. Weka long term goal projects, what you want to achieve. Achana na hizi takataka za Christmas, focus. Si hivyo? Yeah. Alafu wacha tuingie kwa hii nini ya sijui mtu ako na ex. Mimi hamtaki kujua wiki yangu imekuwa aje. By the way, Nyarifa hajasema wiki yake. Na vile ameongea hapo mimi. Hebu tuambie wiki yako imekuwa aje? Unajua uko sangi. Wiki yangu imekuwa poa by the way. But ilikuwa poa, but kuna kitu imefanyika kadogo. Kuna siku hizi wasichana wanatembea na haga plug. Amcheyo. Acha niwape story ndio mtajua ni nini. Tulikuwa sasa kwa harakati zangu za kufua nguo. Hiyo fuongo ni ya French word. Kwa harakati zangu za kufua nguo, tulikuwa tumeshuka kwa gari. Sasa kushuka kwa gari, si unajua mkishukanga kwa gari watu wa bodaboda wanakuanga hapo wengi. Sasa kadem kingine kakashuka. Dem kushuka nasikia konda namwambia, "Hey mrembo, kuna kitu hapo umeangusha." Kwenda kuangalia ni haga plug ndio kadem kameangusha. Hebu niangalie Nyachief vizuri. Haga plug. Tukali sasa. Jumia, I think kuna ile biker mtu uvaa na iwezi toka kwa nguo. Ama hizi za kuongeza za kudungwa shindano, silicone. Hiyo haga plug. Sasa hiyo haga plug. Ama hizi sponge yenye watu wanaingia closer na unakuwa na hips. Tunajua. Mimi kuna tu sababu zini story nilisikianga tu au wasema unaona msichana hadi flat tummy kuna kitu yeye uvaa, so hiyo siku akafaint. Kufaint si lazima watole hiyo kitu hiyo nini tumbo ikamwagika tu shwa kama uko na tumbo toka ava live kwa proud tunayo nenele. So kuambiwa na kondati mrembo kuna chako hapo umeangusha dim kuangalia. Na watu wa boda pia walikuwa hapo, akaogopa kuiokota akakimbia akachana naye. Sasa haga plug mjui ni nini? Mimi hebu ni chanwe. Haya. Maybe tunajua lakini hiyo jina ndio ingi. Hizo makina rosa kina vibrator. Dildo. Dildo. Singesema tu ni dildo. Hapana, ni haga plug. Mimi unajua I expected haga plug ikuwe ni kitu yenye ime lakini unajua kama hiyo kitu yenye imekuwa plug. Yaani ile yenye ina plug haga ionekane we umesema that's how my week was. No problem. Sasa ukachekaje? Ulicheka ulicheka naona kama demo ananiangalia na sura mbaya, I'm like kwani sifai kucheka? But I was sorry for that lady. That's how my week. Sasa si alitafuta alikimbia akachana nayo. Na wacha nikuulize. Are you in a relationship or wewe ni ex? Are you in a relationship? Yeah, I'm in a relationship. Wewe si ex? No. Kwani si unaweza kuwa kwa in a relationship na bado uko na ex? Unajua kuna bwana, how many exes do you have first? Mimi na nimekuwa na my exes awada. Mimi I can't lie. Ex ni nini? Ama mimi niko na ex na sijui. Ex ni mtu ulikuanga naye mkaachana. And who is an ex? Si ni mtu mmeachana. Tulikuwa tuna date na wewe tukaachana. What categorizes someone that is your ex? Pamoja. Ulikuwa my man, but now you are not my man. But okay, there is no problem with that, Val. My point is what makes a man specific. I want what you are supposed to consider is when you refer to someone as your ex. Mimi najua ex ni mtu tulikuwa pamoja tukaachana. Okay, tulikuwa tuongei anymore. Inamaanisha basi nikikutana na mtu online tuongee for some months yani na date. Nimesema alikuwa my man. But sasa not my man. Val. Tunaweza kuwa friends na ex but hatuna anything. So I want to ask you a simple question.
mpaka mwanaume mwenye hujazaa na yeye ukiachana na yeye bado unahesabu tu kwa huyo ni ex wako. what makes to be known that this but we always want when you speak when you speak mimi shida yangu na kwanga moja. I want always to be speaking realities with evidences. So when I refer him as my ex, I should be showing maybe a child. Ndio nakwambia kuna wenye wame get married for 10 good years na Mungu hawajawabariki na mtoto na wakaachana. Huyo si ni ex bado. Watoto hawaishi mimi. What is there to know that this I was with this person? Marriage is not babies. Marriage ni mtu maybe amepeleka dawari kwenu. Mtu ameenda kwenu akakuchukua mbele ya parents wako and all that. That's marriage. I can have a baby with you, but you are not my husband, you are not you are my baby daddy. So mambo na ex mimi najua mlikuwa pamoja juu hata Biblia inatuambia aje mtu wowote mmeendana na yeye kimwili huyo already your husband. Sasa mkiachana nimesikia issue ya marriage mpaka siku hizi kuna kwanga na marriage. Kwani hakuna? Kwani uko sure? Kwani mama yako na baba yako kitambo? But I'm talking of this regime, this is the generation. Kwani watu hawani? Are you sure? But there is no marriage, bwana. Do you know marriage? No. Just listen. Excuse me, hakuna marriage. You get my point. Na wenye wanapelekewa dawari wanafanya harusi kwani ni nini? Kuna divorce papers. And but inakoliwa aje before divorce? Unajua acha nikwambie unasahii ukidate. And after divorce inaitwa. Unajua kwa God mimi sijui. Divorce ni ex wako, ex bila mtoto. Yeah, haijalishi mtoto msiweke kwa nini. Kama if you are married to an extent that maybe mlisign certificate in the office of the attorney general. Hata kama hakuna mtoto unaweza toa hiyo certificate that hii so hiyo ukimuita if you refer to such a person as your ex we will agree. Lakini mimi unataka kuniita wanaume 20 nyuma yako na when I ask you, can you prove for me that this was your man? What can you show? Na nakuuliza hizo yenye unasema hizo zote inaitwa hiyo inaitwa partner date, passes by. You are passing by. But kwa dictionary sidhani kama kuna hiyo kitu yenye unasema. Hakuna kama kuna evidence niambie. Okay, kitu mimi najaribu kusema ni venye wewe unabeba hii ex venye mimi naijua. Kila mtu anajua kivyake. So me to me ni if we are dating tumeachana you are my ex. Na nimesikia ukiongelea kitu kingine hapa kama marriage. Na nashangaza sana. Unajua hii Gen Z ama hii generation marriage has become a battle. And in fact marriage has nowadays we term it as a war, a fight. Yeah. Because marriage is not all about beauty. Marriage is not all about beauty. Marriage is not all about your shape, how you. Yeah, the shape huharibika. Yes. That is also not marriage. Because you can marry a fat person like today. Then after 2 years, hiyo mwili inapunguka. Sasa hiyo mwili ikipunguka tena unaona ni shapeless. Tena unataka kuifanya exchange. You get my point. Yeah. So marriage is not all about the shape, the looks or any other thing. But marriage is a war where you have to fight. You fight all the negatives that want to break the partnership. Kumaanisha ni inaitwanga the commitment. Commitment. Yes. You get committed fully to an extent that you don't allow any negative energy into your commitment as a partners. That is what I can say in marriage. Lakini you find that people sometimes they lack what to consider when they want to marry. They lack what to consider. Bora ashaona haga hizo usijui nimesikia haga plug. Haga plug. Kuna mwingine alipelekwa pahali
Na my friend, mtu ako sawa. Ukiangalia Mount Kenya Milk, Brookside, iko sawa. Ukienda kwa self defense, iko sawa. Kila kitu iko sawa. Alafu chukua hii ama chukua binadamu mrembo, peleka yeye pahali. Sasa ndio sasa uone maajabu. Maajabu kama tight siku hizi sijui inawekwa sponge. Hiyo sponge inaweka hiyo 3D hiyo cushion pande zote. My friend, kuna kitu. Lakini nyinyi ndio mnafanya, sio mnataka hizo. Because maybe you are dating me na mimi sina hizo. Naona tu ukiangalia wenye wako na sasa kubamba. And why do you mbona ujaribie CV na vitu kama hizo? Sasa sijuendi umenisiwe basi nikitembea na wewe acha kuangalia watu. Juu yeye umeangalia hata mimi nitaenda kufanya hivyo. Sasa niache kuangalia watu kwa sababu nataka. Unajua wanaume ni ule mtu mwenye hata kutembea na dem hata mwingine apite hadi shingo inaweza vunjika. Ni kama kawaida. Unasikia? I have a friend akiwa Mombasa. Huyu dem hakutuna mwili poa, mwili ndogo vizuri yenye mimi natamani kuwa na mwili ndogo. Ni venye tu sasa mimi sijafanikiwa kukua nayo. Sasa yeye alikuwa na date guy. Huyu guy akamcheat na dem akona hizo vitu yenye mnapenda. Nikanaono kiasi tu venye anataka. Do you know yule dem alienda kubai hizo ati mafuta ya kujipaka na waka ikuze. Abambe tu huyu. Never. Ilikataa. Alitumia ikakataa. Sasa ona. Sasa si unaona nini? Na sasa ati men will not. Sasa yeye alikuwa naona kwa sababu yeye ni Muslim. Heaven belongs to men. Sana Muslim wanakonga warembo. Heaven belongs to men. Truth be told. What? Truth be told, heaven belongs to men. Men gani? Men kitama mpungia. Kaka mtu kitu. Okay, Awananga si anapenda ati specific person. Alafu wanapenda kila mtu. Alafu ukiangalia hii upande wa X. Nani anapenda X? Uko na X? Mimi. Hujatuambia? Maybe ni kwenda wife lakini X. Na nyinyi mko wazuri aje? Kwani mimi ndio mwenye dada? Sasa ni wacha nikuulize. Ukiachana okay, so let us come to your point that everyone whom you went with is your ex. Sawa? Sasa let us go as per your perspective. Sindio? Then tell me wewe mwenyewe ushakuwa na ex. Do you put this ex surrounding you or you keep them at a distance? At a distance. Si ex ni ex. Meaning ya ex ni nini? Tuliachana na ikago. Maturity, you just keep them. You keep them for what? I want you to reason maturely. Do you know why naongea? Wacha ni defend my point. Yes. Unajua sahi tuseme umenioa sahi. Me I know women. Maybe Irene alikuanga wako mkazaji mtoi and all that. Labda yeye alitoka. Akakuacha mpaka akachukua kila kitu. The moment unapata val, ndio sasa yeye anaanza kurudi. Na inakuanga ni issues. Na sasa inakuanga ni issues mpaka wewe sasa anaumia. Val, I want to ask you a simple question. If your ex who is a man ana kitu ama pesa, hawezi mpea ama ex wangu akiwa dem, sisi mpatia support yoyote. Sasa mimi ex ni nini? Bado wacheni kuweka. Wacheni fix vitu. Sija get point yako. Unasema tukiachana, but it depends tumewachana kinjia gani. Wewe kwa ulinifanyia madhara, unajua mimi kitu I normally say kwa mind yangu. Kama ulikuwa umeona Val ni mbaya, nini nafanya tuanze kuongea ama unirudie hiyo baya yangu baby imeongezeka times 3. Sisi zile kuongea deep ndio tuongee but hiyo katika. Anajuanga nini, anajuanga stronghold ya mtu. Ex anajuanga weaknesses zako zote. Anajua tu akiguza Irene hapa pap. Ni hivyo.
Wacha ex akue ex. No. Tukiongea tupatane. No. Lakini ile yasi keep your ex near you. In case of any. And that ex, I want to tell you, this is the negative. How after retirement, do you want to tell me that civil servants don't get their retirement benefits? They get. Lakini sio ni retirement ya pesa. Hii si binadamu si pesa. I am telling you. Mimi nawaambia mbele ya kamera ni chief Val. Ukiwa na ex, ingia simu. Itisha your retirement benefits. Where? Simple. Atakutumia. Na kwa hiyo atakutumia. Alafu unajua kitumbana atakutumia. Huyu anataka unajua sasa zile you are my ex, alafu nimekuitisha mara 3. Hii mara 3 akili yako itagonga. Kuna tu something. No. Itagonga. Utaanza kuja tu nini? Mimi nitaanza. Situpatane mahali unibaie juice to have coffee. Inaanzanga hivyo. Not knowing tunahasule mwenye ako kwa. Kama that is how ex should be working. Kama ulitoka. Hakunanga cha uko na maubadi yao. Si maubadi. Sasa vile nimekuja ati mimi ex juu uko na yeye, uko na jar chief. Sasa hiyo ndio mimi sasa hakisi tu have a coffee. Hakisi tuende nini. Kumbuka we are ex, to fall in love before. Na love aishangi tu kama ilikuwa true love. Aishangi tu pap fade. Love ina fade. Yenye kibaya tu kitu kidogo ina trigger hivi pap inawaka moto. And we women, my fellow woman ako ndio tunatakanga kabisa. Ukiwa alone na mtu anashughulika na wewe. Correct. Hapo ndio wewe inataka. Hapo ndio wewe inataka. Mbona nyari? The devil whom you know. That an angel. Unapeleka kwa nyumba si nini? The devil when you the person when your ex comes back. Val, wacha nikwambie siri. Ama wacha nikwambie na ninawaambia wanawake na wanaume. Don't be too petty, selfish, arrogant, ignorant to your ex. Be mature. Because a time shall come. Val, get me clearly and understand. Yes, shall come. You just know that time. Your time ikikuja tutavuka hiyo bridge. But right now, if you are sasa unasikia hiyo time ikifika Ovit labda haitawaifika. Ovit hata haitawaifika. Unajua kitu mimi nasema ni ingekuwa ni mtu rudishanga ma ex, sasa hivi tungekuwa tunarudianga ma ex. Mbona uretate kwa the same place? Hapo utakuwa stagnant. Ex urudi na njia mbili. Gani na gani? Labda ameona umeglow, umenijua alikuwa anafikiria kikuacha utakuwa miserable. Life yako haitaendelea. So akaanza kuona una glow, life yako inaendelea naona kumbe niliacha kitu kali hivi. Niliacha mali. Anarudi. Either anarudi kukubreak. Mmoja ndio anarudi kukujenga. Lakini kama uliniacha ukaoa mwingine, kumaanisha huyo mwingine alikuwa mzuri kuniliko. Nini imehappen hapa katikati? Yenye unataka kunirudia ndio sasa unaona Val ni mzuri. Sasa zingine haikuwa destiny atakuwa. Sasa si inabidi iende hivyo basi. Hakuwa destiny yangu. Mbona arudi? By the way Mike wangu urudi. Hata sasa najua wengine wataenda kuona nini hii show. Wanarudi. Kama wewe ulikuwa ex wa Val. Nitafute. Najua wanawishi juana ni pole sana, najua. Yes. Na waleta. Hatukukosana kwa njia mbaya, but me I always know kwangu ni no. And I want to tell you, never intend to have a stern or firm decision that one day will ruin you. Because when you are so much self-centered to an extent that you cannot bring your ex back to your life. And this is someone whom you had shared with good moments and happy moments. Mark my words. Mtu alikuacha akachukua just give me anarudi juu ya
Just give me a minute. Mbona niache nini niende kwa competition yenye mimi sitaki? Sasa, hebu nikuulize. I want to ask you a very simple question. How many times does a bee can land on a flower? Many. Kwani unataka kuniambia saa hii when a bee lands on this flower, it will stick here forever? It will land, get the nectar, fly away, land on another nectar. After some years. Then it will come back. When the nectar is already flown. Kwa hiyo That is number one. kama uliniacha ukaona sifai kwa maisha yako, Number let's two. move on. Don't come back Vale, get to my me. life. Kindly get me. We have got flowers at bud stage. A flower that has not opened up. Opening up means you found a lady or you found a man. Then you move. Kumbe, this partner was at a bad stage, that your flower stage. Meaning that huyu mtu bado hakuwa mtu mwenye akona understanding that can actually contain The relationship in hardship and at the good moments. Sasa hapo kwa wakati wangu, lakini kwa as time goes, nayo. just a minute. As time goes, wacha nikwambie. Iwa cha bwana ni chandruok yao pachingato. Kuna chandruok na imekuwa tu wakati uko na yeye, lakini after 1 week huyo mwingine hakuna chandruok. So, after akishagundua I lost some minerals. some nectars. I have to go back. And when he goes back, or she goes back, accept. Reverse past Mimi patterns. naye sijui, na sitaki kujua. Wacha venye mimi I always say what is work for you doesn't work for me. Correct. So kama wewe uko correct ati uko na ati ex akirudi unamrudisha back, it's up to you. But kwangu naye no. Good. Wacha tu ex akwe ex. So, Val, Na pia msema ati sijui nini sijui ex sijui. I want to ask you another question. By the time you were schooling, by the time we were schooling, I remember with me, by the way, nilianza kufundisha when I was in class. Ilikuwa class 7. When teachers could be giving me time to go and revise with the learners, I teach them. You know, that is teaching. So, we could be doing different papers, mocks. After the exam, they get collected. Then they are kept. Another exam comes. Val, I want you to quick check this. This is a quick check. Yeah. You are doing an exam. After it has been done, it is kept. Another exam comes. By the time you are supposed to do this exam, your teachers will be telling you to go back to the past papers. And revise. Do revision. Val, are you getting my point? Hizo si binadamu. No, I don't need my point. Binadamu So, spare parts. Hakunanga X is a past paper in exam that we should be using for revision when we are approaching another paper. Mimi kitu mimi najua So, ni hizo vitu zote unaongea That is why. sawa. That is why. But mimi tunajua kama mtu alikuwa ex alikuacha wewe sijui unakaa aje na akachukua mtu akakaa na yeye. Kumaanisha hakuwa wako or aliona mfai. Why arudi? And that is why you will always be realizing. Nataka nikwambie leo. Wacha nikuchanue. Na by the way sikuwa nimeona hii nywele. Inakaa yaani inakaa tu Karora Forest. Tuendelee guys. Wewe ukiambia Karura Forest wali nakaa. You're body shaming, you're discriminating. No. But you know how Karora Forest. But ushaenda Karora Forest. No. Ni subuhi. Bwana, that's special. Mtu anarenishaji. Hapana. That is a negative thought. That is a negative thought. That I never meant. Appreciate it. Thank you. Appreciate it. You look nice. Oh, thank you.
So Lakini joto ya leo imetutesa. hii joto iko tu. Hii joto imetutesa sana. So Val, let's just agree on one thing. Never intend to put your ex far. And that is why all you are married and you keep on seeing this lady or this man bring different styles during sexual intercourse. Mbona bring, kwani nani amemfundisha? Siku ex. Amerudi kwa ex afundishwe. Yes. Si ex ashapata new styles kwenye alienda. Alafu anarudi. Styles David. Anakuletea unafurahia. Hiyo ni revision. Anafanya huko alafu anakuletea hapa. Anaenda yes. Lakini alafu anakuja hapa anapasa exam. Wewe pia unamappreciate. Huko unipati. Mimi kumit tu ati hivi tu sisi wawili. Aje. Inamaanisha hapana, kitu yenye iko ni kuna ile kubeba ufala. Wacha kusileta man akubebe ufala. Huyu mwanaume alikuacha, akaendea kuna wengine anaendea dishte yako. Kumaanisha na wabeba fala, anajua tu ni mafala wawili. Ameenda na yeye anajua unampenda sana, atakam back. Sasa zile anaenda atakwambia, is not what you think. Ni beshte yako alinifanya hivi na hivi. Kwani aliwekewa bunduki? No. Au watu walikudharau. Usialau mtu amekudharau arudi kwa life yako. Anarudi nginadabu. Hizo ma style manini alienda kutafuta wapi? Akuacha aoe mwingine, alafu sasa huyu shamjogo ndio arudi. Wewe. Hakuna kitu kaa hiyo. Wacha ex akwe ex. Kwanza especially ex yenye alikuacha akaoa dem mwingine. Just respect that marriage. Just respect. Mimi hapa na ex mwenye anashindana kwa box yangu kila time. But aliniacha kaoa. To make it worse, alioa dem tulikuwa tunangangania na yeye. Jesus. Nikiwa shule, unatoka shule unakuja kwake, unapata huyo dem. Na huyo dem guess what? Mpaka sasa hivi tuko marafiki. That is binomial nomenclature. Yes, double dating. Siwezi mrudia. That is double dating. Wait for. Double dating madam. Ngoja. A man is not entitled to one lady before marriage. That's the reality. Ribu moja wako, alafu si tunasoma. Don't believe too much on these theories. Generate your own mindset. Sasa my mindset ni wacha tu ex, akishafuata akwe ex. Hatuko madui. Uko ex wangu haimaanishi tuko madui. Ngoja. Good. Si ati tunakuwa msipokuwa maadui na ex. Kwani si kuna Can you have coffee? No. I was passing by, may I drop? Hello. Nasema. You get the point? Ujaleta point yangu. Nasema kukuwa naweza chukia hata Nicole, haimaanishi yeye ni adui yangu. Naja nikosea. Tukipatana madipo nye hai hivyo, that's enough. But ile ni sitaki akwe adui yangu na hatutaki tukue mabeshte. Nataka kukuambia kitu tu ni tukipatana say hi hivyo, that's enough. Mimi mwenye sasa anafaa awe kama ex. Sio hizo zote unaniambia. Sawa, hebu tuambie tujue. Mimi ex. Pengine kama amekuacha na mtoto yenye unaweza sema nimekuwa na mtoto wa huyo ni ex. Ameenda akaacha mtoto wake nyuma. That is one. Two. We have got toxic relationships. Sana. Toxic kubakani. Toxic ni my ex anakuacha anarudi kama anakumbuka na Kiswahili kuslap. Toxic relationship yenye mtu anakuacha kama amekuham. That one don't accept. Mwenye ameniacha kama amekuham. Huyo ndio ex sasa. Amekuham. Na harming means pengine amekuham emotionally. We have got emotional damages. Exactly. Ndio nilikuwa nataka kusema. Kuna kiwango chenye mtu
mtu trespass in your life, however much that love was a honey into you, achana nazo, kanyaga kubwa kubwa, enda zako. Ex kama hakunanga mwenye ati amekuacha kwa uzuri, obvious utasikia. Kuna wengine. Obvious utasikia vibaya. Juni maybe uliweka kwa hati yako, wewe ulikuwa unamuona mnaenda. Sasa si hiyo, sasa ni ufala yako. Mbona uko na mtu mmoja mwenye unakuwa heart broken? No. My question is bal. Answer me please. Ni gari gani yenye inatoka Kenya iende Uganda? No, sio inaremesha usherati. Wacha tu tuseme ukweli. I want to ask you a simple question. Ni gari gani inaweza toka Uganda ikuje Kenya bila spare wheel? Hakuna. Mimi sasa sijaenda Uganda. So, utakuta spare wheel weka kwa gari. Pancha ipatikane, ngoa, ingiza. Watu waende. Endelee immediately. Hakuna, there is no vacuum in power. There is no vacuum in power. Rembesheni tu usherati. Rembesheni tu usherati. Kwa ex wako, huyo ex wako inafaa tumtafute kutogope. Mimi hakuna kitu kama hiyo. Na nimesema ukiwa ex wa bad. That me. Naambia rais wako hata wanakonga wanajifollow. Hata saa hii najua wanaona. Okay. Sasa mbona uko na beef? Mbona uko na beef? Sina beef. Uko na beef mimi. Ukijua hapana, yangu si beef. Yangu ni ku let go. Mimi sina beef na mtu wowote. That's why tunaweza patana na ni sasa unaendeleaje poa hivyo. Mimi kitu yenye mimi Wata ex alishaoa, respect that marriage. Kama ni kwanza aka move on. Move on. Si wana moving on. Mbona nakuacha kaje move on? Moving on sio kuchukua mwingine na kusonga. Ni kuchukua mwingine na kuweka kama bibi. Huyu ndio mwenye move on. Exactly. Anakuacha, sawa? Whichever the case. Kama alikuacha akaendea mwingine. Ama alikuacha kumaanisha wewe uko una watu. Mimi nilikuwa in a relationship ya 7 years. Na hii 7 years alinipata nikiwa kandi nimetoka high school. Na hii ngoja. I have a question to you. Are you not the same Val? Who asked me one day when I said that I love people who dated for 13 years? Ngoja ndio nakwambia nilikuwa against because nilikuwa na experience. That's why nilikuwa against. Huyu mtu nimetoka high school, tumepatana nini ndio naanza theater. Tumepatana, alikuwa nothing, hakuwa na anything. Mpaka unaenda kumuona na mabeshte wako unadishia neighbor, akusaidie kikombe ama kijiko or something, ukuje ufanye nini? Because ulikuwa unampenda, unaelewa, unasema ile ya Mungu atatusaidia tu mbele. Mungu atatusaidia tu mbele. Mpaka nyumba yenye alioa ni mimi Val nilikaa. Viti nini home theater love. Mimi ndo tulibai pamoja. I want to ask you now. Guess, ngoja tu nimalize story. Guess what? Kulikuwa na 2 friends yenye walikuwa pregnant. Sasa tunatafuta mali tunaenda kuweka baby shower. Si unajua tu ile nyumba uko free. Nikaongea na my akakubali, akabai hiyo food nini, nikaenda na bishti yangu baby shower, watu wamedance ni saa 6 ya usiku. Beshte yangu alikuwa amevaa dress ya white na morning alikuwa anaenda job. So si nikachukua t-shirt ya my man nikampea avae. Sasa nikimwoshea hiyo dress ikauke. Before nimalize kuosha dress, unasikia your man ati dem haizi kuja leo hapa. Kumaanisha na kujanga leo hawezi kuja. Oh yeah, hiyo sentence by the way. Hiyo unajua ina nini? Kama uko wise unaona kuna something. Kidogo akateremka chini. After 10 minutes wakaingia wakifight na the lady. Nini. Saa 6 ya usiku wakakuja wakaingia bedroom, wakakumbuka uko na 2 women pregnant. Yani you can't fight because anything can happen to them. So wakagombana ni the guy alimchoose the girl. See we walk away after 7 good years. Unakuja kusikia huyu alikuanga fan wake, yani mtu amekuja tu si fan wake au wenye wanatafutanga kibarua. Wakajua na 2 weeks wakaoana.
Unaelewa? Haya. Sasa Alafu niambie eska huyo baada kwa Huyu hapana. ati sijui. wacha tuongee sasa. Hey. Nimekupata tena vizuri sana. Biada hapo beginning. Makosa. Hapo beginning achana naye. No, listen. Na Listen. usiwahi invest kwa mwanamume. Listen. Kuinvest but ulikuwa akikwambia mpaka anakupea hiyo wakati alikuwa anapata 500 or 1000 unamwambia nipatie kidogo niende nikubaie kikombe as a good woman wife material never. So that is why don't blame the man too much. Sija blame. The man gave you 7 good years down the line. What were you waiting for? To make yourself settled. To make Siwezi mwambia ati sasa wewe. My friend, we have got ladies. You communicate. You yourself, you also need to show the sense of managing you. And if you are not showing the sense of managing you, ingefaa show aje 7 years. Kwani hakuwa anaona vitu zenye bado. Kumbuka hiyo wakati wewe you are young, bado hujui your first man. Remember your first love. Alafu anakuja na kuambia na kukata mpaka na kisu na kila kitu anakukata na kukata and abodi after 2 years ndio hey hi ni Mago. Val inasema. najua anaweza kuwatch. I know. And I am telling that man you are very wise. Why 7 years down the line and a lady is with you does not want to show the sense of getting married. Alafu si ati ni mtu alikwanga tu Kenya all the time. Ni mtu leo ameenda andi alikuwa anatafuta long distance game. Barua aende Sudan umngoje aende long distance. aende sijui wapi unaelewa? Nakupata. Sasa na hiyo wakati hakuna kitu aledi anaweza do. Siwezi kuambia ati kwa pesa sasa ni Make us understand. I want to tell you. ulikuwa unataka nifanye aje? Okay, fine. I want to tell you this. If you are dating a man and you feel that now it is also your time and the time is now, not tomorrow. Sit down. Tell your mindset. Share your opinions. When the man buys it, the man will know that this relationship, this lady doesn't want it to end. It should be staying. Kuanzia hapo, ama saa zingine kuna dem na chief, nataka nikuambie ukweli. Saa zingine Val, wewe ndio first born among the ladies kwa familia yenu. Na unaona second born anakupeleka mbio. Si ati anakupeleka mbio anakuambia uoleke. Vile tu unaona men behind her are moving and this girl is almost towards marriage. And you don't want also to shame yourself. Make your man get it clearly. Okay, you see, in our home state, I'm the firstborn. And with the age I have, I'm now fit to settle. And not... Naambia chief. Bwana, we have no. Hey. See, you talk to You him. just tell him. Bwana, wacha niwaambie, a woman who will always be self-centered that I know will never get married. I know my rights. Will never get married. I promise Na you. akiniambia yuko ready. Quit.